Maeneo hatari yanayoongoza kuwatoa watu wengi kwenye imani, mara nyingi naonaga yako mawili. Eneo la kwanza, wakati mwanadamu yuko chini kiuchumi au kimaendeleo, manake akiwa maskini hayuko salama, anaondolewa. Wachache sana wanaponaga. Eneo la kwanza ambalo linaongoza kuwatoa watu kwenye imani, wanapokuwa chini kiuchumi, wanapokuwa maskini, wengi wanaacha imani wakiwa katika hali ngumu ya kimaisha. Lakini eneo la pili ambalo linaongoza kuwatoa watu kwenye imani ni pale wanapokuwa na uchumi mkubwa, manake wanapokuwa na utajiri. Ni watu wachache sana wanapoinuka kiwango cha juu cha kiuchumi na bado wakawa wanyenyekevu, na bado wakaendelea kumtaka Bwana na nguvu zake, bado wakaendelea kung'ang'ana chini, ni kama hawana kitu. Hata kama wana vitu, lakini wanakaa hawana vitu, wakapondeka mpaka chini, wakashuka mpaka chini, na wakawa kama watu ambao ni kama hawana vitu. Ni wachache sana, lakini wengi, mafanikio yanapanda juu, kiburi kinapanda juu, kujiona kunapanda juu, dharau inapanda juu, kanisani haji tena, kwenye maombi haji tena. Sasa haya ni maeneo ambayo unatakiwa uwe na hekima nayo kama uko maeneo ukiwa maskini, ukiwa tajiri. Na ndio maana huwezi kumwelewa Paulo anaposema nimejifunza kuwa radhi katika hali zote. Nimejifunza kuwa na kitu, nimejifunza kutokuwa na kitu. Kutokuwa na kitu manake aidha maisha ya chini, manake ni maskini. Ninapokuwa sina kitu, nimejifunza kukaa na hali ya kutokuwa na kitu, kwa namna ambavyo siwezi kuruhusu ile hali kunitenga mbali na Mungu, kwa namna ambavyo ile hali siwezi kuruhusu iniharibie mahusiano yako na Mungu, ile hali ya kutokuwa na kitu. Lakini nimejifunza pia kuwa radhi katika hali zote ninapokuwa na kitu. Nimejifunza kuwa na vingi, maana yake nimekaa katika fundisho la Roho Mtakatifu, katika Mungu, katika Kristo Yesu, kwa namna ambavyo hata kama nitafanikiwa kiwango chochote, bado hakiwezi kunyang'anya imani yangu, hakiwezi kikanipunguzia juhudi ya kutafuta uso wa Mungu. Hiyo kiwango kanisa hakijafikia. Ni wachache sana ambao wamefikia, lakini wengi hatujafikia hiyo nafasi ambayo Paulo alifikia. Asilimia zaidi ya 95, 96, 98 la kanisa lote duniani, wengi hilo eneo hajafika. Ni wachache sana katika mwili wa Kristo ambao wakikutana na hali yoyote ile, iwe mbaya iliyopitiliza, iwe nzuri iliyopitiliza, lakini bado wamesimama katika imani. Na mimi ndo maana nakuombea uwe katika wale wachache ambao uwe na kitu unampenda Yesu, usiwe na kitu unampenda Yesu. Umefanikiwa, ndio bidii ya kuomba inaongezeka, bidii ya kufunga inaongezeka. Ni mwendo ule ule, uwe na kitu huna kitu, mvua inanyesha, jua linawaka, umefilisika, umefanikiwa, bado unaendelea kuwa na bidii ya kutafuta uso wa Mungu. Watu hao inawezekanika wakatokea mahali hapa.